Kwa majina yangu mimi naitwa Fred Ephraim Masawe. Ndio. Ni katibu mkuu wa Kibaha Peacemakers Jogging, lakini pia ndio msemaji wa kundi letu. Ndio. Kiongozi, tumeona Kibaha Peacemaker ni klabu ambayo imechukia hivi karibuni, lakini imeendelea kufanya matukio kadha wa kadha, na kwa ukubwa imepelekea sasa hivi kuna baadhi ya maeneo mnaonekana tunakutana katika matukio mbalimbali. Ni jambo zuri la kujipongeza, lakini watu hawajui siri ya Kibaha Peacemaker. Imeanzishwa lini klabu hii na mbona inakuja hivi kwa kasi? Kwanza kabisa nikianza na kuanzishwa kwa klabu hii, imeanza toka mwezi wa kwanza mwishoni. Ndio. Mpaka sasa ina miezi 5 tu. Ndio. Lakini siri ya mafanikio kwanza ni kujitoa, ndio, moja na upendo, na lengo letu kubwa lilikuwa ni kwamba tunasema tunaimarisha afya kwenye jamii yetu. Ndio. Kuwaleta watu pamoja. Ndio. Sahihi. Katibu, klabu ina miezi 5 tu, na nadhani kama ulivyotujuza hapo, lakini tunatamani sasa kutambua kutoka mlivyoanza mpaka kufika hivi sasa mwitiko wa wanachama katika klabu wapo kwa idadi gani? Nikianzia tulivyoanza tukiwa na wanachama 48. Ndio. Mpaka sasa hivi nadhani tuna namba kubwa na tukiendelea kuongezeka kila siku. Leo hii tuna wanachama 134 tunapozungumza hivi, na wanachama kila panapoitwa leo wanajiunga kuchukua fomu kuendelea kujiunga, wakubwa kwa wadogo, watu wazima, wazee, vijana, wote wanajiunga kwa sababu ya malengo tuliyoyaweka kwenye kikundi chetu na mikakati na mipango inayoonekana. Ndio. Katibu, ipi siri ya klabu kuwa na takribani miezi michache sana, miezi 5, lakini miezi 5 hiyo mmeanza na wanachama takribani 48 na sasa mnasoma pasi watu 130? Na hii siri, katibu, ni ngumu katika tasnia yetu ya jogi, lakini nyinyi mmewezaje kufanikiwa? Sahihi. Nadhani sisi tumekuwa na mipango mikakati, lakini pia ukiachilia mipango mikakati tuna viongozi ambao wana malengo, wanatembea na malengo, wanaunganisha jamii. Kwa mfano tuna mwenyekiti wetu Mheshimiwa DC Juma Best, amekuwa ni kiongozi ambaye ametuunganisha na jamii, lakini pia kutengenezea hamasa kwenye jamii, kuweza kuwaunganisha, kuzungumza na wazee na vijana kuhusu swala la mazoezi na umuhimu wa mazoezi. Hivyo basi watu wengi wamevutiwa na zile kauli mbiu yetu tunayoiita kwamba tunayosema kwamba usikae kinyonge. Ndio. Tunasema usikae kinyonge. Kwa hiyo imekuwa ni kwamba tunahamasisha kwa nguvu ya kila aina, kwa sababu tuko watu wa aina mbalimbali kwenye hii klabu yetu. Kuna wafanyakazi wa serikali, kuna wafanyabiashara, kuna watu wa aina mbalimbali na rika zote. Kwa hiyo imekuwa pia ni rahisi kuhamasishana na kuweza kufanya hili jambo, na watu wengi pia wamevutiwa kwa sababu ya kuona, unajua panapokuwa na wazee pana busara. Kwa hiyo watu wengi wanapoona kwamba kuna watu wazima wanasema hebu tusogee pale, patakuwa sio wauni wale. Maanake kuna watu wazima, kuwa mtu mzima pia kwenye makundi kama haya ni dhamana tosha. Ndio. Sasa ndio maana tunaaminika. Ndio jambo ambalo tunaliona katika mitandao ya kijamii kupitia ukurasa rasmi wa Kibaha Peacemaker. Tunaona sasa hivi mna ile amsha lambea kuhakikisha mnafanya sajili kila kukicha. Hapa kwenye kusajili hapa nadhani ni sehemu ambapo mpaka sasa hivi mmefanikiwa sana kwa namba ambazo mmenitajia hapo awali. Lakini tunatamani tujue siri ya hili swala litakuwa endelevu ama litakata, na target ya kama klabu ni lini kuhakikisha hili swala la kusajili wanachama linafikia kikomo? Kwanza kabisa sisi tulianza na kitu kimoja. Tulianza na mfuko wa kikundi ambao ulikuwa ni mfuko wa mkoba, ambao kila mwanachama tulisikubaliana na uchangia shilingi 2,000 kwa mwezi. Ndio. Kwa hiyo tukaona mwisho wa siku inakuwa ni ngumu sana kukusanya yale makusanyo kwa sababu unakosa idadi kamili. Tukaamua tuingie kwenye commitment kwamba kila mwanachama sasa, ili aweze kuwa kwenye ule mfuko, pia lazima pia awe amesajiliwa. Kwa sababu tuliweka baadhi ya malengo kwamba tunahitaji kuwa ni kikundi ambacho kimesajiliwa,
kinatambulika kwa afisa utamaduni na masuala kama hayo, ili kuweza kufungua fursa mbalimbali kwa vijana, kwa wafanyabiashara na kwa jamii iliyotuzunguka kwa ujumla. Kwa hiyo tukaona kwamba tujisajili. Kwa hiyo tukaanza na usajili wa ndani wa wanachama waliopo na wageni. Na zoezi hili mpaka sasa hivi takriban na wiki ya pili sasa linaendelea, na tulisema mpaka mwisho wa mwezi huu tutafunga hili zoezi la usajili wa jumla. Baada ya hapo tutaweka taratibu zingine sasa.